There's this story yenye ina trend ya huyu demo anaitwa Kilea na Elvis. Ningependa ni seme kitu hapo. Niko na experience about it the same. Na at the end of this video tutapata judgment kidogo. Though we are not permitted kwa kujudge mtu, lakini kuna vitu zingine zina happen unaona yenyewe kweli kuna kaukweli mali fulani. Mimi pia ni MSDA na shiriki SDA, na kuna wakati nimekuja nikapata msichana nikiwa ndo nimetoka college. Nikitoka college nilibahatika nikapata kazi huko Kakamega, nikawa nafunza. So kwa ile harakati ya kufunza nikakuja nikawa na shiriki kwa kanisa fulani pia huko SDA tu. Nikakuja nikapata msichana ambaye pia alikuwa MSDA kwenye hiyo kanisa nilikuwa na shiriki. Tukapendana, tukaongea, ikafika time ikawa kwamba tujuane sasa zaidi mpaka familia. I accepted, nilitake home msichana nyumbani kwetu, wakamjua, tukapanga mimi na watu wangu kadhaa na watu wa kanisa, tukaenda mpaka kwa kina msichana. Tukajuana. Huyu msichana alikuwa amefanya form 4 some time back na ikawa hakuna school fees, akawa anakaa tu nyumbani. So what she did, aliniambia before maybe we go far, nilikuwa nataka at least pia niende shule, nimalizie shule, ndio sasa tukianza kutafuta familia tukue tunasaidiana hapa na pale. Mimi nikaona by then it's a good deal, na sikuwa pia na mwanamke, nikasema okay, what I'll do, hii kibarua nimepata kidogo nitangangana msichana aende shule. Now that hawakuwa sawa, I took this lady to a certain university there at Kampala University, inaitwa Bukema University. For those people wenye wamekuwa Uganda, they know the university. So that was 2015. Msichana akasoma 15, 2016, 2017, 2018. Now the lady had to graduate on November. So it was I think October drama zikaanza. So that October walikuwa wanafanya kitu inaitwa research. So after that research, you can do research from your own country. Then after that is when now you will take the result to the university yenye unasoma, alafu unafanya graduation. That's the final. So ikawa kwamba msichana akaanza madrama tu kutafuta maneno. Mimi nilikuwa nafunza Kakamega hapo, but kufikia 2017 I got another school at Busia. So I went to Busia, nikawa nafunza Busia Polytechnic. So from there msichana ikawa kwamba sasa akifunga shule akikuja anakaa kwangu kama like 2 to 3 days. Mwenye alikuanga anakaa kama wiki mbili ndio labda aendeko kwao, juu remember hatukuwa tumeoana bado. So ikawa kwamba anakuja siku 2 siku 3. Baadaye akawa tu ameshikana na mabishti zake tu Waganda pale hivyo kwa boda. Vituko zenye zilifanyika, yani tu vitu zingine by then I cannot even talk over the phone. So this lady decide akaanza kunionyesha madharau. Mwenye alikujanga saa zingine anakuja ananiambia simu yake sijui imekuwa na shida gani. So simu inashinda tu ikikuwa off. Nini vitu kama inakuwa off, but akitoka akienda soko labda saa zingine umpigie simu utapata ko on. Akikam anakuwa off. When you ask her about the phone anakuambia simu yake iko na shida inasumbua, saa zingine akiingia kwa nyumba inapoteza network yote. So I was like anyway, ni sawa. But mimi nikawa tu na suspect there's something that is going on which is not good. So ile wakati yenye ilifika time ya graduation, I was like aniambie na watu wa kwao labda tuende that graduation, kwa sababu I was the one mwenye alikuwa nalipa that school fees. So na tena mimi ni mtu wake, so lazima ninge attend that graduation. But do you know what, this lady hakuambia mtu yeyote about that graduation. In fact hata mpaka mtu wa kwao hakuna yeyote mwenye alienda that graduation.
Wakafanya graduation without mimi kujua. Juu mimi niliuliza, akanipeleka hivi akaniambia mara sijui wana postpone, sijui itakuwa next year mwezi wa 3, sijui vitu kama hizo. So by the time wanafanya graduation, mimi I was not aware. Mimi nikawa tu niko huku Kenya nafanya mambo yangu hivi. Na hapo hivyo nyuma ilikuanga nikienda, tulikuanga tunakaa kama mwezi moja, mimi naenda Uganda. Nakaa naye kama wiki moja. Kidogo yeye anakuja. Hivyo ndo nilikuwa, lakini ilifika tu baadaye 2017 huko mwisho huyu msana akaanza tu hizo vituko zote, hataki sasa hata niende huko. Nikisema naenda huko anasema kwamba wanaenda sijui trip, sijui wanaenda Rwanda, sijui next, sijui wanaenda Sudan. So ikawa kwamba ananipeleka hizo story zote, hakuna venye ningekuwa naenda. Mimi nikajiambia okay, wacha nitulie, time itafika she'll come back. Do you know what? This lady alimaliza shule akaenda akapotea. Nikijaribu kumpigia simu yake haiende tu. Nikawa na call the elder brother, so my in-law mkubwa. Jaribu kumpigia simu kumwambia, shemeji ni aje? Sisa yako kidogo nimejaribu kumtafuta kwa simu, it's now a week hapatikani. Brother yake pia akipiga simu haiendi through. So kwenda kwa social media, like there's a day after like 2 months hivi ikapita. So me I was very stressed kwa sababu how comes miezi 2-3 amjaongea na mtu mwenye mlikuwa mnaongea naye. So after a while is when nikaenda kwa there's a friend of mine, he called me akaniambia, niaje bro, nimeona mtu kama shemeji yako pale hivyo kwa social media ako na mse fulani hivi, naona wanajibamba mahali fulani ama watu wanafanana. So nikamwambia ni nani? Akanitumia hiyo link, nikaingia nikaona. Yenyewe kweli nikawapata wako kwa ferry somewhere, wanakula raha nini, wanaruka, wanashikana, wanakisiana. Guys, nilikuwa stressed up kabisa. Yaani nilikuwa na stress kabisa ile yenye ningefanya nini. What she did after that, alienda hiyo miezi 2, after mwezi wa 3 the lady came back. Akarudi, mimi nikataka kujua amekaa nini. Tukakaa hivi nikajaribu kumuulizia, nikamwambia ni aje? Mbona kwani shule okay, nikamuulizia hizo story zote, shule ni aje, nini, graduation akaniambia graduation ilikuwa postponed mpaka next year, nini, hizo vitu zote akaniingiza box. Though nilikanga nikijua hapa hivi amenipanga, but si kutaka drama mingi. Now that ni mtu mwenye mimi nilikuwa nimefocus, nimeweka mind yangu, nimeweka resources zangu hapo hivyo, nikijua ni mtu mwenye tutakuja kuishi na yeye. But guys, this lady, imagine alikuja tukakaa naye tena wiki moja. Kitu alinifanya, alidecide sasa atoe ushahidi kwa sababu alijua mimi ni huenda labda nikadai hizo pesa in case kama ataenda na nifuatilie story ya kwao, niende nidai hizo pesa zangu nini, vitu kama hizo, in which hata iko kwa mind yangu. So kitu yenye mwanamke alifanya, alitime usiku moja nikawa tu nimelala. The lady akaamuka. Kwambia alinidunga visu. Unaona hii alama? Hii. Then kuna hizi maalama zenye unaona kwa vidole hizi. This one. Hizo ni kuna alama kwa hii mgongo, nikikuonyesha kwa tumbo hapa. Kuna alama ziko hapo. Huyu msichana alinidunga visu. Kushtuka hivi madamu peke yake. Kwa sababu mimi nikajaribu kustruggle kidogo, akanipush kwa bedroom na akafunga mlango ya bedroom na akachomoka akaenda hiyo usiku. It was around saa 7 hivi. Huyu msichana akaenda hivyo. Mimi nikajaribu kuscream, ndio jirani akatoka. Though hii story nilikuwa nimeshashare na beshte yangu jirani hapo, nikamwambia venye huyu mtu ameanza kubadilika nini. So jirani akisikia hizo screams zangu akawa ameshajua kwamba there's something yenye wenda labda inaendelea na sipo juu. Msa alikuwa ashaniambiako stories about this lady. Akakam kuangalia hivi, akapata damu ina flow pale hivyo chini ya mlango. Then akanipick pale, akafungua mlango, akanipick, akanipeleka hosi pale hivyo St. Mary's Kitale, na I mean Busia. Povo ndo nilitibiwa na nikatulia, nikarudi. Katoka kwa Busia
mpaka saizi venye tunaongea hivi sijawahi ona huyo mwanamke from 2018 mpaka leo. Sijai muona, sijui alienda wapi. I don't know if she got married to another guy or maybe alienda kwa huyo msee walikuwa naye, I don't know. But alienda akijua kwamba mimi nimekufa, na hata najua kwamba hii video ikienda viral atakuja kuipata na atashtuka. Na next, when you follow me, there's a video yenye naenda kuifanya, na nitamtag pale hivyo, nitaweka pale hivyo hata picha zake, mtamjua na mtajua ni msichana mgani mwenye anajaribu kuongelea. So these things are real. Ladies are doing some wonders. Men are doing a lot of funny things. Dramas are outside there. People are killing each other because of love, because of this. Like, don't allow someone to invest to you, guys. Okay, this is just an advice to ladies. Don't allow a guy to invest when you are very sure kwamba hamtaishi na yeye. Don't. Usikubali tu invest like a spend do kwako. Jaribu kukataa tu. If you are very sure kwamba you have another guy whom you will spend the rest of your life, don't allow someone's person akuja ingie kwa hii mashida zenye wanaume tunaingia because of in the name of love. Usikubali. Ni vitu zenye zinaendelea. So thanks guys, but that's just my advice to ladies and